Amua leo, usingoje kesho. Maamuzi yako utakayofanya leo yana maana kubwa sana kwenye maisha yako. Acha kusubiria, acha kuwaza. Amua sasa, amua leo. Maamuzi yako ya dakika moja yanaweza kubadilisha maisha yako yote. Kuna wakati mwingine unachelewa kwa sababu ya maamuzi. Maamuzi juu ya pesa yoyote unayoishika yanaweza yakatoa matokeo kwamba wewe uwe nani siku za mbele. Uwe tajiri au uwe maskini, uwe na maisha kati au uwe na maisha ya chini ya ovyo. Kwa hiyo ndugu yangu, amua sasa, amua leo. Usubiri kesho, amua leo, anza leo. Hicho kitu unachofikiria hebu anza leo. Usisubiri kesho. Kesho sio yako. Leo ni bahati, kesho ni ndoto, jana ni historia. Kwa hiyo amua leo. Leo ndo siku pekee ambayo unayo mkononi mwako, ambayo unaweza ukaamua sasa maisha yako yanakuaje. Usisubiri kesho. Watu wengi sana wamesubiria sana. Ngoja kwanza niangalie wiki ijayo, ngoja niangalie mwezi ujao. Kupitia hiyo hali ndo wamechelewa kushika fursa, wamechelewa kuanza michakato, wamechelewa kubadilisha maisha yao. Amua leo, anza leo ili ubadilishe maisha yako leo, anza leo. Maamuzi yako juu ya huu mwaka mzima yanategemea sana siku ya leo. Leo, yani sasa hivi, amua sasa hivi. Sekunde moja tu ya maamuzi yako inaweza kubadilisha maisha yako moja kwa moja. Kwa hiyo unapochelewa kuamua ni kama unaacha dunia ikuamlie, kwa sababu kama wewe umeshindwa kupanga, maana yake umepanga kushindwa. Sasa ukipanga kushindwa, maana yake umeacha maisha yaende atakavyoamua yenyewe. Kama wewe umeshindwa kuchagua, dunia itakuchagulia. Sasa mbaya zaidi, chaguo la dunia linaweza lisiwe chaguo rafiki sana kwako wewe. Ukakuta dunia imekupeleka kwenye uelekeo ambao kimsingi haikuwa standard yako ya maisha ambayo ulitaka. Ni kwa sababu tu wewe unachelewa kuamua. Kwa sababu usipoamua wewe mwenyewe, mazingira yanakuamulia. Kwa hiyo kama wewe uamui, mazingira yatakuamulia yenyewe. Mazingira yatakuamulia, yatakupeleka kwenye uelekeo unayotaka. Kwa sababu kama wewe uelekeo huna, maana dunia itakupeleka kwenye uelekeo wowote unayotaka. Yaani utakuwa kama kitu kilichosafirishwa na maji. Maana kinaenda kokote kule. Kinaenda kokote kule kwa sababu hakuna kizuizi. Kwa hiyo wewe amua leo, chagua uelekeo wa maisha unayotaka kuchukua. Chagua leo, anza. Hicho unachowaza hicho, anza leo. Anza kukifanyia kazi leo, hata kwa kiwango kidogo. Unajua uzuri, unapoanza tu kufanyia kazi wazo lako, hata kwa kiwango kidogo, huwa tayari akili yako inaanza kuzoea huo mchakato na ina usave. Kila siku itakukumbusha. Kila siku itakukumbusha kwamba bwana, huu sio uelekeo sahihi, uelekeo wako huu. Bwana, umechagua hiki. Acha hiyo, sio chaguo lako, umechagua hiki. Twende huko, uelekeo wako huko. Ulichoamua ubongo wako una save na utakukumbusha kila siku. Kila siku utakukumbusha. Ni kama wale watu waliozoea kwamba hawezi kulala bila kunywa bia mbili. Ina maana kila siku ikifika jioni, ubongo unamkumbusha, bwana mheshimiwa, wewe huwezi kulala bila bia mbili. Lazima upate kwanza bia mbili. Wewe huwezi kulala bila kunywa chai. Kunywa kwanza chai ndio ulale. Sasa hii ni tabia ya ubongo, huo unazoea na kusave kile ambacho wewe umekipa kazi kwenye akili yako. Kile ambacho wewe umekikubali kwenye akili yako, ubongo na wenyewe una save, unajua ndio kitu halisi. Maana bahati mbaya sana ubongo haujui kuchagua kwamba hicho kitu hiko ni muhimu au sio muhimu, halisi au sio halisi. Wenyewe unachukua majukumu ambayo wewe umeamua. Akili yako inaitikia katika mtazamo ambao wewe umeamua kuupa. Akili yako inaitikia katika mtazamo ambao wewe umeamua kusave, inaufanyia kazi. Kwa hiyo ukisema kesho bado, basi ubongo wako utaendelea kusave hiyo, wewe bado bwana jamaa, bado huyu bosi wangu ni bado. Kwa sababu ubongo wako wewe ndio bosi wake, kwa sababu wewe ndio unaweza ukaupa data. Wenyewe unapokea data kama kompyuta tu, inapokea data yote. Kwa hiyo kama ukisave data ya uongo, basi ndio ile ile itakayokaa. Kwa hiyo sio kompyuta imedanganya, ila wewe ulio save data ndio umedanganya, umesave data ya uongo. Wana ubongo na hivyo ubongo unafuata wewe mwitikio ambao wewe umeamua kuweka. Akili yako inatekeleza kila jukumu ambalo wewe umeipa. Akili yako inafanya mchakato wa kila kitu ambacho wewe umeamua kiwe.
Kwa hiyo ukisema wewe huwezi, na akili yako inapeleka hiyo taarifa kwenye ubongo, ina save kwamba wewe huwezi. Ukisema wewe unaweza, na akili yako itakukusanyia kila aina ya kitu kitakacho kuwezesha kufanikisha hicho unachokifikiria. Unaposema tu naweza, maana yake akili yako inaanza kupokea kama jukumu na kukukusanyia kila nyenzo utakazozihitaji ili kufanikisha kuweza kwenye hilo jambo lako. Na unaposema siwezi, na akili yako pia ina save hiyo data na inaanza kukusanyia kila aina ya sababu ambazo zitakazo kuridhisha wewe kuona kwamba kweli uwezi, ni jinsi gani hutaweza. Kwa hiyo unaona kila kitu kipo katika maamuzi ambayo wewe utaamua, na kila kitu kipo katika akili ambayo wewe utaamua kuishughulisha ubongo wako. Naweza nikawa nimeongea katika namna ambayo pengine labda sio rahisi sana au utanielewa sana, lakini najaribu tu kuongea katika hali ya kawaida ili kila mtu wa kawaida anielewe. Kila mtu tu wa kawaida anielewe, asitumie akili nyingi sana kuelewa. Akili nyingi zikazitumie katika utendaji wa kazi. Hapa mimi nahitaji tu akili ya kawaida kabisa ili unielewe. Ndio maana najaribu kuongea kwa kawaida na najaribu kurudia jambo moja mara mbili mara tatu ili wewe uelewe. Kwa hiyo ndugu yangu, hebu chagua uelekeo sasa, amua sasa, subiri kesho. Maisha yako yanaanza na leo. Amua leo ili mambo yako yabadilike. Kama umenisikiliza kwa makini, umenielewa, na kama maneno haya yamekugusa, maana yake yamekubadilisha. Nasubiri kukuona ukiwa kwenye nafasi iliyo nzuri zaidi kuliko jana yako.